Habari. Kwa leo tutaona jinsi ya kurekodi matumizi ya kwenye pharmacy au kwa Kiingereza tunaita expenses. So kwa expenses unakuja hapa kwenye bar, hapa kwenye kitu kinaitwa navigation bar, hapa unabonyeza expenses. Unabonyeza expenses, zitafunguka kwako, utaona kwamba hizi ndio expenses zako ambazo mzirekodi. Kwa hiyo ukitaka kuongeza expense mpya unakuja hapa, labda tuseme hii hapa expense mpya, labda tuseme labda ni ya delivery, labda mtu ameleta mzigo delivery, tuseme kiasi labda shilingi 2000 unamlipa, then tuseme tutumie tarehe ya leo, tarehe 8 mwezi wa 3, then tutoe nani maelezo, labda this was paid to a motorcycle rider. Tuseme inatosha. So ukishamaliza unabonyeza hapa save expense, inakuja hapo, unaona kuna message inasema kwamba expense added successfully. So hivyo ndio jinsi ya ku record expense. Pia unaweza ukaja hapo ukasema si tumerekodi hapa, unaweza ukaamua kuja kuedit. Useme labda tulimpatia shilingi 4000 baada ya 2000, utabonyeza hapo 4000, then uta update expense. Kwa update inakuja hapo message expense update successfully. Pia unaweza ukaamua kuja kuifuta, haina shida. So unabonyeza hapo. So ukibonyeza hapo, yes you can delete it. So kishaifuta unaona haipo tena. Ndio hivyo. Pia unaweza ukaja hapo ukasearch expense maybe for transport only, zitakuja ni wewe tu. Then unaweza ukaja ukaweka nani range ya tarehe. Kwa labda expense za kuanzia nani mwezi fulani mpaka mwezi fulani. Labda tuseme expense za kuanzia Januari mwaka huu, ni Januari tarehe 1 mpaka labda leo maybe mpaka tarehe 9. Kwa hizi ndio expenses zetu. Tukibadilisha tarehe hapa labda tuseme mpaka mwezi wa pili, maybe mwezi wa pili tarehe 1, hata si hakuna expense yoyote for nani kwa kipindi hicho. Kwa ndivyo mambo yalivyo. Kwa hapa chini ndo ngoja nitoe hizi filters kwanza. Hapa chini ndo inakaa total expense ya zote yani. Watu wanapokuwa na search total zake kuna zinakaa hapa. Hiyo ndo expense ilivyo.